tunaongelea nini bibi? Leo tunazungumzia polisi kuzuia vyama vya upinzani kufanya mikutano ya umma. Je, ni halali polisi kuzuia vyama vya upinzani kufanya mikutano ya umma? Kama ulivyoona au ulivyosikia hivi karibuni tuko kwenye uchaguzi tarehe 31 Oktoba tumemaliza uchaguzi wetu vizuri, na chama cha Chadema wakapigiwa stop na polisi kwamba hawataki wafanye mihadhara kwa sababu inatishia usalama wa taifa. Ikiwemo ni mfano wa vyama vya upinzani kufungiwa. Vyama vya Chadema of course wameongea, wameriport na kalalamika. Hata tunataka kujua kwa wananchi, je, ni sawa polisi kuona kwamba kuna vyama fulani vya upinzani vinatishia amani na usalama wa raia na kusema hapana, wasifanye kabisa mihadhara? Unaonaje? Walikuwa hawatakiwi kuwazuia. Walichotakiwa kufanya polisi kama polisi ni kulinda usalama pale. Kwa ujumla wapinzani hawa, kuna kitu ambacho kinawafanya wataki hasa kujitokeza kufanya mikutano hiyo ya hadhara. Ikiwa unaweza kwenda kuzuia fujo mahali kwa nguvu za aina yote, kwa nini wasitumie ile nguvu kuweka usalama pale? Sasa inapotokea kwamba wanazuiliwa kutoa zile dukuduku zao, labda mimi naamini ipo siku italipuka na italipulia babaya. Lakini tuwasikilize wale wanalalamika nini au wameangalia wapi, na sisi tupate mwamko mwingine. Kwa sababu wakiwaruhusu kuongea, kuna mambo fulani hata wao ambao wako madarakani wanaweza kujifunza yakawasaidia kuboresha katika uongozi wao. Huwezi jua, kuna siri nyingine za ndani ambao wangesema. Sasa kwa nini tusizijue? Pia ni changamoto kwao, waache waongee, wasikilize, lakini waimarishe ulinzi katika ile maeneo ya mikutano. Kidemokrasia wa Tanzania tuna ile hali ya kwamba upinzani sio wa kisiasa tu wa amani, bali upinzani pia uwe physical. Tumeona hiyo katika wakati uchaguzi mkuu, watu wangapi walipigana mapanga katika roho ya upinzani. Watu wangapi Musoma huko walikosa kupoteza maisha yao. Mwananyamala ilikuwa bibi ile, Mwananyamala Vingunguti, Majibu. Yani imekuwa upinzani kweli ni physical, wakati nadharia upinzani sio physical, ni upinzani wa kifikra, kisera, kimtazamo. Hasa inapokuwa inachanganywa, lazima jeshi la polisi ambao amri yao kuu ni kulinda amani wapitishe bano kuleta hali hii. Wewe unaonaje brother? Ni vizuri kulinda amani. Mimi maoni yangu, hakuna haki isiyokuwa na wajibu. Sawa. Watu wana haki ya kuongea, wana haki ya kutoa maoni yao. Mimi nadhani polisi waliona mambo ya msingi. Baada ya uchaguzi ni wakati watu watakao wafanya tathmini, kujiainisha, kujiangalia, kujievaluate wenyewe, kuona wamepata changamoto gani katika vitu kama hivyo. Lakini inakuwaje wewe upande mmoja tu wa shilingi wewe unalalamika? Kwa sababu walisema vyama vyote haviruhusiwi kufanya mikutano, sio Chadema peke yake. Lakini kwa nini Chadema? Yani kwa hiyo Chadema mimi sijaona kama kiongozi wa CCM au wanachama sehemu wanalalamika. Kwa nini iwe Chadema? Wasijiona NCCR maagizo na wanalalamika au CUF au chama kingine. Lakini waliona kwamba polisi waliona kwamba labda kuna wakati kuwe na transition period. Hiki kipindi watu yani ile dukuduku mtu aliyokuwa nayo kwanza ipungue kidogo, baada ya wao wenyewe kujiridhisha kufanya tathmini yao. Lakini mimi nilikuwa nadhani kwamba polisi nao walikuwa wana wajibu wa kutoa muda, kwamba jamani tunawapenda angalau mwezi mmoja au miezi miwili, hebu mtulie kwanza, alafu baada ya hapo muweze kuendelea na mikutano yenu. Mimi ni mbunge, nimetoka kupata ubunge wangu, nataka kukutana na wananchi wangu, nataka kufanya kazi na fukuto na I have to serve my people. Ni report unaniambia nikae miezi miwili ndio lakini Dani ngoja kwanza unaonaje hiyo yangu? Ninachozungumza polisi, kama mimi kumbukumbu zangu zanionyesha vizuri, kama na kumbukumbu nzuri, wanasema polisi hawakuruhusu maandamano. Walisema kama watu wanataka kufanya mikutano, wafanye mikutano isiyoambatana na maandamano. Maandamano huwa yana raise reactions, watu ile spirit inapanda na nini, alafu wanatoa vitu, yani yale matokeo yake yanakuwa yana madhara kwa watu wengine wanaohusika na wasiohusika. Kabla kuendelea na mada, hebu tuingie mtaani tusikie nao wana yapi ya kusema. Si halali kwa polisi kuzuia mikutano ya vyama vya upinzani, sababu wale wamechaguliwa na wananchi, pamoja na nia ya kutaka kuwashukuru wananchi kwa kuwachagua. Wanataka wasikilize kero za wananchi, wazitekeleze, wazifuatilizie. Kwa hiyo kwa maana wanawanyima uhuru wananchi waliowachagua, sio wale wanaozuia. Hivyo kufanya hivyo labda wanaepusha ile vitu kwamba baadaye inaweza kutokea uvunjifu wa amani.
Ni vizuri pia walivyofungiwa. Kiukweli sio vizuri, kwa sababu inaonyesha ni jinsi gani wanakuwa wanabezi katika upande mmoja. Polisi wanapowanyima haki vyama vya upinzani, sasa kunyima haki wa Tanzania, kwa sababu vile vyama ni vya Watanzania. Na nafikiri ukija kuangalia chama kilichozuiwa si muhimu katika chama ambacho kimezuiwa, nafikiri haimu, kwa sababu juzi tumeona kumefanyika mkutano mkubwa sana pale Biafra wa CCM, rais kuwashukuru wananchi. Mbona hawakuzuia ule mkutano? Na polisi isiwe ni watu wa chama kimoja, wao na vyama vyote, sababu yeye si polisi, watu wa serikali, lakini inaonekana sasa polisi wanategemea kwamba ni wa chama kimoja. Sasa sidhani kama ni sahihi au ni busara kufanya kitendo kama hicho. Na nafikiri hata wao wajiangalie, hata polisi mwenyewe anayetumwa kuja kufanya kitu kile ajiulize, nafanya hiki kwa sababu gani? Kwa sababu pasipokuwa na mkutano hakuna maendeleo. Mtaani tumewasikia, sasa mada inaendelea. Kwa polisi ni kwa ajili ya kikundi fulani au ni kwa ajili ya umma? Na kama wako kwa ajili ya umma, itakuwa ni vyema wajue kwamba wajibu wao katika umma ni upi, kwa sababu wao kuna wale ambao wanakwenda kinyume, na ndio kazi yao sasa hawa watu kuwalegeza. Na hawa watu ambao wanakwenda inavyopasa, ni wajibu wao kuwalinda ili ya kwamba waweze kuwajibika inavyostahili. Lakini sasa wamechukua ni general, kama ndugu yangu alivyosema kwamba labda wangejaribu kueleza kwamba huu ni wakati wa kufanya nini, wa kupoa kwanza, wapunguze jaziba kwanza, na baadaye ndio wafanye nini, wawape nafasi. Lakini sasa tatizo ni kwamba hawakuweza kuainisha. Sasa hii hali ya kutoweza kuainisha, mimi nafikiri inaweza kuwa ni kofia fulani au kivuli fulani walichokitumia ili kukomesha eneo fulani, kitu ambacho si kizuri. Nadhani bila polisi au jeshi au mamlaka yao, oda zao, tusingefika hapa tulipo. Sasa polisi hawana haki ya suppress right yako wewe ya kuongea, kulinda taifa na amani kwa watu wengi, au wewe right yako isababishe watu wengine kuumia? Na ndio maana nimesema kwamba polisi kama polisi wapo kwa ajili ya umma. Yes. Hawapo kwa ajili ya kikundi fulani. Na ndio maana nasema kwamba kile kikundi ambacho kinainuka kuleta vurugu, hichi ndio kinapaswa kufanya nini? Kudhibitiwa na polisi. Unafikiri ni halali au ni haki kwa polisi kutoa hiyo ban? Kuzuia. Kweli mimi sidhani kama ni haki. Unapozuia watu kwamba wasifanye mikutano, maana yake unawanyima haki yao ya kujiexpress kwa wananchi. Na mwananchi siku zote anataka mabadiliko. Kwa hiyo hali ya kukaa kimya naona si njema. Kwa sababu gani? Ukikaa kimya au kuwa unaumia, yani inakuwa haiji. Bora uongee iwe shari, lakini umeongea litakalokuwa na lio. Usimzuie mtu kuzungumza, atajenga hisia mbaya, na anapokuwa na donge moyoni anaanza kukuona wewe ni mbaya. Unapotoka kwenye kipindi cha uchaguzi, kila mtu anakuwa na hisia zake. Matokeo yake yanayojitokeza katika yale ambayo watu wa vyombo vya usalama wanayoyaona yanaweza yakawa matokeo mabaya. Hapo wanasema hivi, polisi hawakujua. Songezuia mapema hii, mbona tumepoteza damu za watu hapa? Hawakujua kwamba mambo yatatokea. Lakini polisi wanapoona hilo angalizo, wanasema jamani, hebu tujizuie kidogo. Ndio maana hata mimi na wewe tunapogombana, anatokea mzee kama huyo anasema, "Anye vijana, hebu njoo tunywe soda hapa." Anaposema tuje tunywe soda, maana yake nini? Anataka tupunguze ile jazba. Tunapotoka kunywa soda tunakumbatiana, ile vita yetu inakuwa imefanya nini? Imekwisha. Na ndio saikolojia ambayo polisi mimi ninayoiona waliokuwa wameitumia. Tunakaribia mwisho wa mada, tupate suluhisho zetu. Serikali ikiwa kama serikali ijue imewekwa pale na raia. Sasa unapombana raia kutoa maoni kwa kutumia chombo cha dola, unategemea yule atakuwa na hisia gani? Na kesho na kishukutwa unapandisha hata mkate shilingi 200. Si ataona ndo yale yale. Mpeongee, msikilize hali yake ilivyo, muangalie kama nyinyi viongozi mfanyaje kurekebisha hivi vitu, tutaishi vizuri. Mimi nadhani polisi waiondoe tu hiyo amri. Ngoja watu waongee, ila wao watengeneze tu taratibu za kuhakikisha kwamba yale mikutano itakayofanyika ifanyike kwa amani na kwa utaratibu maalum.